Yes, mashabiki maitu otolondo nini mutabisie. Nye kwa masito ni to Robert Mwe EKAI kalaka mwana kakola ukambani. Na umonde by the way to no tanu kwitha na mwini mwendete pio. Na ketiunge ni mundu kwitwa Mwikalisha. Ni ina ya mulilika by the way na Mwikalisha mwadhika katika YouTube ni mkwidhi ya mbadhi siyake bau amwine ete mbadhi yani mbadhi ile lakini mbadhi so touching by the way. Tudhi baya mba itu to subscribe no mkuu wa storyline na kele tukano kakuitwe yani tudhi bau to subscribe tudhi bau to support kele tukano ni ena by the way kakuma bano umunde to bikabikie 10,000 subscribers. I know it is possible. I know it is very very possible to subscribe by to subscribe nikenda wise kwithia nina mutabise namwe isino support ila tutononenga anduma kwitu isino support ila tutononenga mundu kwitwa Mwikalisha muthenyane wa munde so to subscribe na tuikisio mbadisi yake na tuikomenda katika comment section pia ningwenda umuona mashabiki maito mututabie muende no tuikisia kuma ngaliko iba ya Kenya mwadhi katika social media accounts itu Twitter EKAI TUNEENE katika Instagram katika Twitter katika Facebook Twitter EKAI TUNEENE naona kwenye nita Robert Mwe wadhi katika all social media handles nita Robert Mwe Twitter tuyati yani abala tunena ni ikenda wise kwithia tukunite maundu onesa na pia mwadhi katika social media ya mundu kwitwa Mwikalisha tuyawe Mwikalisha no YouTube na TikTok ndena maundu maingi wende na account bingi mudhi katika TikTok by the way TikTok baya mundu kwitwa Mwikalisha ena almost 100,000 followers so tafadhali tudhi baya ikenda wise kwithia ni twaende na support kele tukaka kwitu kakwitwa Mwikalisha na ngai omwadhima so now Mwikalisha karibu sana asante now kama manza Wambui Wambui nake tuekalanga but ananikula kipesa na sijui kiaje ananitafutia wanaume mwenye atakuja ni win anamlipa nape mwaku wine sasa nilikuja nikajua hiyo story venye anafanya so tena hapo nilitoroka hakuna mwenye aliniwin lakini wewe wae mbesa kana ndaite mbesa sasa hapo kana ndoisi hapo sasa sijui nilikuja nikaambiwa na jamaa mwingine anaitwa Motinda mukambe wao ambie wewe isi mwekuyo yake tokuta uloko wini ane amunenge mbesa na mbesa ila wititi kwa unduketi kile kindu mundu lokuka across of you na hiyo ni ukulia andoasu adhi nena mabaya andoasu maku approach ya walikuja wanani approach na kebe mwa side ya nake uwe wakutapa si anything kuhusu yeye hakuna no, like Wambui iwo kayo kutabia huku ya be mwanake rafiki wako Ivando so kubali tuweze kulipa hii nyumba kubali tuinue biashara hivyo Wambui wako Iva Wambui siku akingeza kunilipa juu ananikalisha kwa nyumba yake nundu nukunenga leu na nukunenga accommodation pole sana pole alafu hapo nilikuja venye alikuta siko saidi yake alikuwa anafunganga nyumba yani nikitokea mapema sikia akienda mambo zake inabidi nikae kwa mlango ni mgoje hivyo naonie yu nde afurahi juu siko saidi na wanaume wake so hapo nilitoka tu ndio na shughuli na wow na yu woma wadhi bayo ninakwatania sina chochote so nilishikana na madamu mwingine akaniconnect side za Limuru kufanya kazi za makampuni juu huko kuna makampuni nyingi za maua huko ndio nilienda nikahasol nalimia cabbage hivyo nilifanikiwa then nikafungua kajob ka hoteli huko Limuru sasa huko Limuru kufungua kajob ka hoteli Pandubeta was junction fulani aba we kuokie pa St Paul ni kuokie kwa Omboa kwa I was one included wenye walibomolewa nyumba nini aba abinguecha wea moka mekali moka maomboa so nikabaki jobless ndio nilikuja nikapatana na baba Mtoi sasa Limuru tulipatania Limuru na baba Mtoi madhukuma bandu bama no yeye alikuwa hapo St Paul ulikuwa mjengo ndani but yeye alikuwa foreman okay alafu tuka communicate so nile yeye anasema ana haja ya kuoa but mimi sasa niko na shida unaona so tuliongea then akakubali tukaanza kumove pamoja sasa
Yani jamaa ndenda utwana lakini juu ya situation niko nayo imebidi akubali bibi juu ananipenda. Move on. Tukaanza kuishi na yeye. Move it on ila officially kana no ila ya kuno Nairobi. Mimi venye alinichukua unaona background kwenye nimetoka I don't care. Mwenye atanichukua bora tuishi. Kwa hivyo hata sikumwonyesha na home. Hiyo time ndo na wewe mtu hapa nampeleka wapi? Sikumwonyesha na home. Lakini tukakaa venye tulifika place ya sasa nimuonyeshane home. Ule mama aliniambia usimlete kwangu. Usilete huyo maskini kwangu. Sasa hata ajui ni nani. Lakini aliniambia usilete huyo maskini kwangu. Ndo kaeteki njeresu kwa. Mitwae kula mwenu athikiwe. Of which mami athikiwe kwa kibeti cha Kelly. Chana. Na kuku kuna simo wakaniambia mlete tu hivyo. Ila wakunia simo ku metekela. Lakini mimi hiyo kitu haikunifurahisha. Nilitaka nipelekee huyu mama. Kwa utu yako hata chance yo moto amusi. So tuli silent hivyo. Natoe kalania. Yu latoe kalanilie ibabikie bando. Utwaendu dhana panda shuka. So alianza stress, mashida, kulala nje. Then kuja kumuuliza na niambia tu anitaki. Sina future. Unaona? Hapo yao. Na ndibando nini weumbin yani baipando nenoka kwa unikala kwake nondo baipando nithi yani mambo mingi akaanza tu kunifight ni wambua lakini ndivi ni wambona zia madharau lakini ndivi onakio monde akakulu asia ndiako manza ni wa umala lakini onangu na ndivi ni emea bumwa baipando naenda na yu waimao tinondo wisisia pala naenda wapi uendete ukwayo ndia iwani thipa yukubiti wikale naka hata akinigonga ibindesi umakwatita mwana bado tuina mwana lakini ndithi ni thiva na ini kwatie bando huyu mtu nilikuwa nimemweka kama babangu kama mama yangu na kama bwanangu mtu wangu wa karibu unaona so venye nilipata nitayu kwate bando yani pali unaweza pumulia sasa hewa safi sasa unanitupa niende wapi so singeenda na hiyo akutoite kwa yako maybe wathi wamanyika alikuja akanipeleka ayo angaliko iba ni Mwikuyu wa Nakuru ai Mwikuyu so mwathi musi na wetekeleka na yu ibinda ino esila mathina no monde maybe ukubua ukuonia maundu maingi ndo ina mundu utonyo communicate nake wako yako that time Mathe alikuwa ananipenda sana mama yake so nilikuwa naambia Mathe juu sister zake hawakuwa ananitaka so nilikuwa naambia Mathe so nikiambia Mathe anaongea na kijana yake anakul saa zingine anaamka yani violence nimeface kabisa hata kunichapa na lazo hospitali na mundu kubu weso vika bandu wa mwakwata mwana nake sasa nilikaa nikakuja nikamzalia na huyu jamaa willing kusiaiwa niwa na musia yeye willing kusiaiwa na yu mwesi vika bandu bado mwana nake yu kana nemwa separated tunatiani after maundu mai mapio no so venye nilikuja nikapata mtoi violence yake haikuisha nilienda nikageti mtoi na operation so in 2 weeks alikuja na kisirani alinitandika nina operation ona hii fresh mpaka sasa nikalazwa hospitali kabisa lakini nile yani nilikuwa nampenda so nikiulizwa nini ulifanya nasema tu nilitereza wakulwa nandu nekiata nakulwa sibitali nwe sino nginawe wawithi wose obi sijui nini wanaandikishanga huko so juu ya hiyo process alafu nampenda ya juu mahali nilikuwa nimemweka nasema tu nilitereza kama hii ya operation nilisema tu nilitereza pole sana mashabiki maitu tuende na mundu kuitwa Mwikalisha na ena story imwe yani ndito piu lakini
ngai no monete binya. So uma kwake kana mwoka mwa separate sikutoka. Huyu mwanaume juu ananichapa siendi, ananifanyia madharau siendi. Juu hata alikuwa ananiambia utakuja kufa kama mama yako tu juu nakatalia kwangu, unaona? Yani utakuja kujinyonga tu juu ya stress, juu nakatalia kwangu, nimekufanyia vitu zote na na uendi. So mwanaume alikuja tu akapack na akaenda. Akaniacha na mtoi. Sasa kutia nyumba alipack tu na akaishia apaki huyo bau kana wokie wethia. Nilikuja nikakuta ameenda. Nilikuja nikafungua kazi. Before nifungue kazi mwanaume alikuja kwanza akaenda. Sasa nikaona ako serious juu aliniandikia everywhere anitaki. So ile nyumba tulikuwa tunaishi ilikuwa expensive, bed sitter. So nikaona niyame, tulikuwa Githurai, nikaona niamie Pipeline juu sasa sina mtu anaweza nishika mkono. So zile vitu za nyumba, fridge sijui nini niliziuza na nikaeka kazi yangu ya kibanda sasa yenye niko nayo hata saa hii. Vitu za nyumba niliuza nikaeka kibanda. So aliona naendelea akaback tena. Mi nikampokea. So kumpokea bado violence ikaanza, akawa atulii. Akakuja tu, nilikuta tu nimeenda soko, naendeanga soko yangu nilikuwa naendea na 300 stock ya 300. So nilienda kukuja nilikuta amepaki vitu na akaenda, na amefungia mtoto na ndani. Yeye amepaki vitu zake akafungia mtoto na akaenda. Mwaneto amutiebu na adhi. Na kuma bu mwaso kwa communicate na kenge. Nilienda kumtafuta bradhangu sababu ameniacha kwa nyumba, sina chochote, yeye ako na kazi, sina mbele wa nyuma, alafu nyumba yenye tuko nikaa alikuwa anajua ataniacha. Miezi 2 hajalipa, tunapewa warning ya kuhama na amenitoroka. Sina hata mafuta kuota, hata kitu hivi naweza pikia mtoto. So nilienda nikaambia jirani anipe 150. Nikaenda mpaka Roiro, anafanya kazi ya anafanya job huko. Nikaenda Roiro, sijui Roiro ni wapi. Nilipanda gari na nikaambia mtu, hawa watu wa magari munieke Roiro bypass. Nikashuka. So naenda kutafuta gari ya maji. Hizi gari za maji hizi. So kufika huko niliona tu gari mingi za maji, white blue nyuma. Mi naenda kutafuta gari ya white na blue. So venye nilifika Roiro nilikuta gari mingi hivi za white blue nyuma. Sasa nikachanganyikiwa na sijui number plate yake. So nilichukua mtoi video, nikamwambia tuko place fulani, tokezea. Ni saa 3 ya asubuhi. Hakukuja. Saa 7 ikafika, nilikuwa mtumia video. Saa 7 ikafika, niko na only 10 bob. Nikabaia mtoi njugu za 10. Nikamwambia kuja at least ubaie mtoto lunch. Hakutokezea. Tukakaa chini ya bridge. Unaona mahali watu wanapumzikianga. Tukakaa hapo. Mtoto wangu ni wa kunyonya kidole. So juu ya njaa kalikuwa kanakaa aje hivi mpaka nililia. Nikamwambia usitokezee tu baie mtoi lunch. Alikataa. 6 ikafika. Nikamwambia sina basi fare ya kurudi, tafuta venye nitageti fare ama nijigonganishe na hizi gari. Nilikuwa willing ni bebe mtoi tugongwe na gari hapo. Juu narudi wapi? Kiateka na tusumbua, sina chochote naweza pea mtoi. Life yangu unaona venye iko. Mwanaume alikataa kabisa. So nikamwambia mimi nitajigonganisha na gari. Aliniambia fanya hivyo hata una faida anywhere. Kwetu sikutaki. So hata message alituma akaniambia mimi sikutaki. Aliniambia hivyo. You are shit to me. So hata sijui, niliambia tu Mungu anipe nguvu venye niliangalia katoi. Sijui hata nilitoa nguvu wapi. Nikaambia best mwingine jamaa alikuwa ananitaka anitumie 200. Alituma. Venye alituma nilisikia tu niko relieved. Nilipanda gari mpaka kwa nyumba yenye sasa alikuwa ametuacha. Niliingia, nilihudumia mtoi na akalala. Niliingia kwa nyumba na nikakaa kwa kona tu. Yani nauliza Mungu, yani unaona nakumbuka tu venye nimelelewa na saa hii na pali ulikuwa umeweka huyo msee na then amekuacha. Yani nilisikia tu stress. Karibu tu sasa, si alikuwa anasema nitakufa kama mama. Nilikuwa ready kukufa hiyo day. Lakini kiangalia mtoi tu.
napata nguvu zingine tu. Mtoi ndiye alishtuka kwa bed akaniuliza, mama ni nini, kwani unalia? Si dadi anakupenda. Hata nilifanya tu kucheka juu ni mtoto wa 3 years ametoa wapi, naona. So kulikucha, nikachukua simu yangu. Mi ni mwana TikToker, umeona. Nilijianika TikTok that day asubuhi kitu 6 ilikuwa Sunday, nikajianika TikTok, nikawaambia mwenye anataka kunihelp anihelp tu juu life yangu pahali imefika hivyo. Kama uko na 5 bob 10 bob nitumie tu. Hivyo ndivyo nilijianika. Alafu kuna the way Mungu amenibariki. Hata sasa ukiniona unaona na kado, unakaa pesa. Yeah. Mungu amenifunika sijui ni nini. So vile nilijianika pale, watu wanashindwa, madam venye anakaa pesa, ameshuka bei. So mi ndio ujishuka, mi najishuka, naenda nanua piece najishuka. So nguo mi nauza, unaona. So siwezi ona nguo smart pale na wauzia, sinivae. Hivyo ndivyo Mungu amenifunika. So nilijianika TikTok, watu walichanga 28k, nikalipa hao, nikafanya ka shopping kadogo. Then hapo nikaanza kuchukua nguvu. Mashabiki maitu umundi katika studios tuina mundu wita Mwikalisha, na Mwikalisha ena story imwe sad. Esilite mundu maingi muno, lakini ngainu munete binya no munete binya. So mashabiki maitu, tafadhali katika comment section nenda mwithe muinenania na mundu kwitwa Mwikalisha ikenda wise kwithia tukunite o maundu onesa, umwandikio comment tafadhali omunengo binya nikenda wise kwithia tuende onesa. Alafu pia mwathi katika social media accounts yake eto Mwikalisha katika YouTube, Mwikalisha katika Instagram, katika TikTok. Tafadhali tuthibau ikenda wise kwithia nitwati ya mundu kwitwa Mwikalisha. Na maybe uketha wina support ukwendonenga mundu kwitwa Mwikalisha, no withe uimukunia simu katika namba yake ikenda wise kwithia ninge no mwanena nia namba yake ya simu ni 0792 097 654 0792 097 654. So wamukunia na mbesu, by the way, niwo kwitha uinenania nake baya katika simu yake. Tafadhali tuikatika advantage yake, tumusupport mbaito, tumusupport ikenda wise kwithia mwea pia no wa mwathi wa ngalikoni Yesu. So mundu kwitwa Mwikalisha niwa producer wako imbea masama ito ni madhala, lakini ni sawa. So kume bindesu wewe wambiye kwina? No, ndo ambiye kwina. Na wambisi kwina hata niliposti kitu TikTok. Nikigonga kitu wimbo ya Rosmwando. So venye niliachilia na customer akaingia nikifanya TikTok. So nikaiachilia, nikaambia watu karibu customer anipate na wazimu zangu. Cause na kuanga na hati ile ya serious. So watu walianza kuniuliza, na hiyo nguo iko nyuma yako ni pesa ngapi? Na hiyo nguo iko nyuma yako ni pesa ngapi? So nawaambia ni tu. So watu walikuwa wanatoka from hata Busia, wanakuja wananunua stock, hata mzee imeraruka. Mungu alikuwa tu anawatuma, wanachukua vitu tu wanaenda nazo hivyo. Then mtu ananiona ananiambia, na hiyo nywele yako, na sijaambia mtu nahitaji kutengenezwa nywele, na hiyo nywele yako ni pesa ngapi? Hey, na huyu mwanadada anajituma, unanunuanga stock ya pesa ngapi? Mtu ananisupport hivyo mpaka today. Then watu wamekuwa kiniuliza, unaimbanga nyimbo za wenyewe, kwa nini huwezi toa zako? Nikawaachilia mi TikTok because nilimeki kama familia yangu. Nikaambia wana TikTok, kutunga nyimbo ni kitu rahisi sana kwangu, ila sina uwezo ya kwenda studio. Jamaa fulani Mkikuyu akaniambia, siku fulani enda studio utoe audio. Madam mwingine ako South Africa anaitwa Mama Binwa, alinilipia video. Wow. Nikatoa yuwapi mwenye hekima. Ikakubalika. Mungu apewe shukrani kabisa. Ndio hiyo unaona hapo ina trend. Wow. Wow. Yani video Yesu
webitwo ni mundu, studio ukaibiwa ni mundu, video ukaibiwa ni mundu. Yeah, hata hii ya pili ni watu walikuja hapo job wakanifanyia interview, then wakaniambia kuna mtu amekulipia video, hata walio simjui. Amelipa audio, amelipa video na akalipa place naenda kuchezea. Hiyo ya Ufunuo, simjui. Na akanilipia huba mpaka home. Simjui, abarikiwe. Wow. Nikatoa Ufunuo. Yeah. Na katika mwianile waku weso bindesya maybe wekana kanini wabindesya muthenya umwe no niso twika mwini. Yeah, juu nimependa kuwa mwimbaji na hiyo wimbo niliitunga 05. Hizo nyimbo mbili ni za 05. Sijaiziandika mahali lakini zimekuwa kwa akili. Hii siku nimeitwa studio kutoa wimbo ya Yuwapi Mwenye Hekima, imekuwa kwa akili from 05. So juu naenda kesho sikumbuki, so niliamka saa 10 niende saa 2 nikaiandike, nisiende kuona mavitu huko nishtuke. Yani hizi maspika unaekanga kwa wathi waandikie Kioko na waandikie na niende studio, na niende studio saa ile nisiende. Unajua kuna vitu naweza ona ushtuke usahau ile wimbo. So nilikuwa tu naandika neno kamoja, ka chorus, ka kitu kadogo, verse hivyo. Tu vitu ndio naona hii wimbo inaanza hivi, chorus inaanza hivi, hivyo tu. Na yue katika mwianile waku kana katika life yaku we kalanthi ukasia muthenya umwe no niende kwina na mundu fulani, mwini fulani, maybe wokambani kanote wokambani. Sijai kuwa na hiyo akili. Lakini Mungu ni nani? Rose Mwando amenitafuta. Rose, mimi nafanya vitu zangu na sijui Rose kule amenguzwa mpaka anaandika mtu anitafute. Mpaka namba yangu ikapatikana, ila kuipata ilikuwa ngumu. Kozi mwenye alikuwa anaipeana alikuwa anasema huyu ni dadangu tunaishi naye, aoni, ako na shida mingi, inaitwa nini, ni mlemavu, so maybe mkimpata munitumie mimi. Lakini ngaia amutheyandi zi amukwatie ba alecha namba yakwa. Anengane namba yaku yabikia Rose Mwando. So ndio ilifika place Rose Mwando akanitafuta na tukamit, ila hatukuongea. She was very busy, even today hatujaiongea, but aliniona. Aliona mtoto wangu akaulizwa na madam fulani, mama unajua ule mtoto? Anaanza kufikiria, alimuona TikTok, ndio alitupa macho akaniona. Rose alifanya tu watu hivi, si alikuwa ndani ya watu na au matu wake wanakuanga wanamzingira, wanaitangwa nini, security. Aliwafanya hivi na kunikimbilia na kunishika, hakunisalimia. Alinikumbatia like 10 minutes akiniombea na akaniambia enda ni hivyo mwanangu. That's so. Wow. Now, wanewa opportunity omonde ukewa uchoose mwini umwe utonya kwenda kuina kolabo nake ukambani, unataka moja niendo umwe tuchuzi wawili nienda umwe nundu nienda tumukunie simu nimukunia simu na ngaini ukututethia ini simu kweka kolabo nake, so ndavie mwini umo kambani utonya kwenda mwike kolabo nake. Wilberforce pastor da rafiki yakwa inisi utomani usu no mubikia Wilberforce nungu mukunia simu omonde na tuimi naone muthenya waone withela ngakunia simu ngutabia ndu Wilberforce wasia nesu ni kuashua mbe wa camera that collab ni mukuina na Wilberforce. Santi Wilberforce wamusioka etha rafiki wakwa wabakube muno na niwithukie cia niwiloela show ino itu na Wilberforce ningo mumantha ikenda wise kwithia nimweka collab nake na uni ngaukunia simu ngutavie some good news. So mashabiki maito katika studios tuna mundu kwitwa Mwikalisha na Mwikalisha ende no tunenga story yake, story so touching, yani it's so touching kabisa, na
ngaini museo iyo kituminye saingi mashabiki ni muda basia ngaini museo mavinda onde na mavinda onde ngaini museo na bikindu mundu wisela kitetha na kitumi pekindu mundu wisela kitetha na kitumi so mashabiki maito mweyai ola tuthaitha kana mweyai ola tuboya ni mweyai with us so faithful na kindu kimwe ndo kutabia Mwikalisha andu asu onthe weselie mokoni mo nona setia andu athuku ese nona setia andu athuku nona sie ningai wa matumia nikenda withe bala wi muthenya wa umuthi nundu ketha maybe wethi soft life ilandu meta soft life maybe ndwitha wi bala wi maybe ndwitha wi muthukumi wa Ngai lakini nundu niweselie mwakine ni wandu makwase sijui dhahabu before utwike dhahabu no mpaka wambe kuiseliwa mwakine so to me nyendi kwasi andu asuma imathuku ni asia ya mipango ya Ngai nikienda muthenya omwe wise kubuka studios cia EKAI TUNEENE wise okomana na mundu kwitwa Wilberforce wa Musyoka mukomani na mundu kwitwa Nzilani yani ukomani na andu onthe ala wakomana namo nalo kwisokoma namo nuisokoma na andu by the way nuisokoma na andu aingi muno pio naweza kuambia kitu yes unaona hii wimbo ya hayu wimba itunyene nguya unaona yes hiyo wimbo nilipendanga nikiwa mdogo na ilikuwa ina ring kwa akili imagine siku moja Nzilani akanitafuta sawa yeah Rosmondo nilikuanga namsikia namuona kwa maredio na imagine yani unasikia mbathi zake twaina yake sioko na imagine kumbe ngaino ukabingwa mwana amande ngaye maundu mebi na Rosmondo Kenya sasa yako Kenya Kenya kedha perform masaku Sunday nampokea leo hata nudi mosa yeah tunampokea leo tukiwa wasichana watatu oh yes nenda huko ni mundu kutoka solo ikenda sikuithia ni watu manzi Rose Mwando bala witha lakini etha ni muthi ukomana nake baube sawa no tuisonena nyanake masangi tumanyekana tumanya undu maundu maende so niendo usiaise kamera nundu niwe producer imbia masa ni masemba niendo usiaise kamera be mundu tonya kwitha eselite maundu asu eselie na abika bandu ukethia eigwa kwiyumia thayu ewo give up mundu usu tona mutabiata okay ketha no bitilite bala bitilite kana maundu momu ubitila nyeni mabitilite na ndi mabitila unalaumingi Mungu sana ui mabitila wona ngaito okutiite na niguo ukikuja kusucceed hapo ndio unaonanga yenyewe Mungu alikuwa na mpango unaona for example we bandu ina yeno mbaye bati lakini kiateka okambukusa ambia toka hapa nauma na yule naumie na golisia Ngai uendani thiba kwani umbika na ciuniki nina atetisia Ngai indi la naumio mithene tatu ndi athela kwabia kumbe Ngai atumite kiateka ambukuse na fujo nume kenda kuvie for example kunga yiwe ka kindu na kitumi umisia no yosa bina no ibo ya Ngai pio onondo saingi ni toni ni mbinduka ni ita Ngai ndilikane yani nita ni ndoto nita nguboya lakini sasa zile unapinduka umechoka saidi moja unajikuta tu unaomba omba kabisa na maombi kuwe ngao yako kila siku nuko na Ngai ketha ni nyoni ba nuona Ngai amen eka tusome o motumani manini kuma kula kwi mashabik be shabik wende no twilo ela bano witawa Imani Mutuko Imani Mutuko Asia sasa Roba say hi to that pretty girl tell her to be strong be focused in her ministry amen bena ungi bano kwitwa Samuel Leli Asia kata iko mabangi nukamwene ne Samuel kata iko thitwe busy lakini ne twithitwe twinenanya nake so okwa mituki no itho muona bano be mundu kwitwa Angela Kimala Asia pole sana mami Mungu akuinue be na ungio kwitwa bano Masi Betty Asia pole sana Mwikalisha jitie nguvu Mungu anakupeleka mbali amen. Yani
untoma nini mbingi kana ni nyingi bano kuma kula kwi mashabik maende no twilo ela kuma kondo kwiki bathukanio na Mwikalisha mweyai no kwendete na mweyai no kutwa basa muno. So mashabik maitu tafadhali either ni wetho kwenda reach mundu kwitwa Mwikalisha, tafadhali no wetho mukunia simu katika 0792 0792 097 654 0792 097 654. Wana wakunia mundu kwitwa Mwikalisha niwo kwitho ina nake, tafadhali ome twikatatu kanenga stress ya ome kesilite stress enough, or you at least to make ka smile. Wana job ya kwitha haba kenda wese kwithia mashabik mai EKAI TUNEENE ito amatu mabo iko ansako ansako ingaliko iba ansako iba pipeline bandu beta wa chairmans ukujie nguo hapo dress na uzanga dress na skirt kibanda ningwetha nitukwitha tu make order ito thenyani wa umundi nikenda wise kwithia nini cia tuvikia ti yakwa lakini ni a Mrs. na pia mashabik maitu tafadhali to support mundu kuitwa Mwikalisha katika hustle yake baitu, yani tumu support kana kaukeka atatu ya komanza aome twibo na numwisi mwiki askati we Queen Money nienda uwete skati 5 so mashabik maitu tafadhali, mashabik maitu ome tudibaya katika YouTube channel ya mundu kuitwa Mwikalisha ikenda wese kwithia ni twamu support. Alafu pia mashabik maitu ma pipeline bethe tu mashabik maingi muno ma pipeline sana. So mashabik ma pipeline nienda mose namba ya mundu kuitwa Mwikalisha 0792 097 654 nikenda wese kwithia ni mwanena nyana yake ni mwamukunia simu ni mwathi katika awia wake muthi katika nduka yake bo ikenda wese kwithia ni mweka shopping, yani muwe onamuka wa stock yonde. By the way twasi ani mubea kula kwe mwe tu mundu kwitwa Mwikalisha no Mwikalisha twende no minukelelia kana twende omina tukese kwithia producer ambe yo toboa. So Mwikalisha, yes, the video nge tutona kwitha kana be na wathi ungi maybe utona kwitha we katika studio wende na ku prepare kana mashabik maku matonya kwetela ivinda yana hata nyimbo ni mingi sana, lakini sasa sijafika uwezo ya kwenda kutoa video yani kulipa producer ama watu video ama audio. So kama kuna mtu wako pale anaweza sikia, anaweza nisaidia nitoe video nitoe audio, niko willing, hata akiniambia sahi enda naenda. So niko ready. Okay. Pakikuwa mtu wako ready, tarajieni wimbo. Yes. So mashabiki maitu sio mkuigwa we Fegu Studios tafadhali ngwenda weke mundu kuitwa Mwikalisha audio vena wendete studio iba vena Fegu Studios vena Basil pali mtu atanipeleka. Oh yes, Basil tafadhali mwena Fegu Studios na mundu kuitwa Papa Bisengo tafadhali ngwenda tuite tuinena ni aba itina wayema igenda weze kwithia ni twamanya mundu kuitwa Mwikalisha project next ulondu tuumika. So mwe yekale naitu na mwe akwekala ni mashabiki maitu amaitu mwendete lakini nondu wa producer ni wabano ngulutite DJ Labs ni waimbia bano. By the way endolika mitandao ni kana endolika katika show yake tafadhali twenda umutie laba mbaitu na tuimwea mwe ya musobie na may God fulfill the desires of your heart, yani tumwendete pio twena mundu kwitwa Mwikalisha. So mashabiki maitu adhime kaimono tuonane wakeli mutheu tuketha na ndi mutaviolo tuketha na katika studio cia EKAI TUNEENE, lakini ni mutavia ni mwini mwendete pio. So tafadhali katika comment section twithe tuinena ni about. By the way nikenda wese kwithia tukunite maundu onesa mashabiki maitu nyeni mutabise na mwanito Robert Mue EKAI kalaka visika kwa company na ninye ni represent yao company mbaito ini mwendete pio mwe ya mwathime tonane muthenya ungi. Shalom.